kuna mambo nyeti ambayo sikuwa nimemaliza. Mambo ya kwanza, kama tunataka amani ya nchi hii, IEBC, what are we waiting? What is the priority in this country? Leave all these things we are discussing about. Where is IEBC? Why have we not? There must be the reason why. Ni kwa nini hatujatengeneza IEBC? It's a big problem. IEBC is the cure of this country politically. Kwa sababu, you know, the constitution says, and maybe I may be put right by lawyers or people who knows about the constitution better than me, the time of border review is finished. And the constitution says when we are remaining 2 years, we cannot enter in the border review. Border review, it can only be done by IEBC. And IEBC is the organization ile tesa gawa watu kulingana na namba. The constitution kama haijafikisha hii doesn't qualify. The constitution zile kubwa ili kila mtu apate haki yake. And this is not about the Mlima, it's not about Rift Valley, it's not about Western, it's about Kenya. Hiyo kitu imesunguzwa na itakuja kuleta vita baadaye. Kwa sababu we shall start now going the court, disturbing the court. IEBC, they had no time to buy the equipment. IEBC did not do public participation properly. IEBC did not do this. IEBC did not do this. Then we shall disagree about the election of 2027. We shall disagree. The way I know Kenyans. Then they'll bring problem. Just imagine if IEBC was in place. This issue of public participation haingefanywa kwa ukora na bunge kutangaza makaratasi kupeleka kwa ground na kupewa wajumbe wale walitangaza mbeleni 291 watapiga no, watapiga yes. But if there was IEBC in place, kila mtu angevote online. Because they registered with the IEBC, everybody. Wage create form too, and the people, wherever they are, leave the polling station, leave the constitution, leave the county. Kila mtu angeingia online na kuvote. If you are denying people their right like that, then you can see jinsi wapale wanakujia kuwa na shida. Because we must let everybody vote kwa njia ya haki. And that's why maybe IEBC has not been done. Can you see? There are some constituencies and some wards. Watu wamekufa. Wengine court imepeana orders ya kunulify uchaguzi ulifanywa hapo. Up to now, those people are not being served. Kwa sababu hana mtu akuwa served. But we say here we care about Kenyans. Are we caring of those constituencies? Ambaye mpaka leo haina MCA, haina mjumbe? Why are we not caring of those people in the ground? Because IEBC is the answer of this country politically. But I won't promise you, I know there will be a problem of IEBC. Kwa sababu mvurutano ile ilikuweko ya grupu ya ODM na Azimio, wakisema si tulete watu wa makanisa walete watu ya political party walete watu. Hiyo vita bado iko haijakaliwa chini, iwe ni kitu inaweza kusikanishwa. Up to now it is not sorted out. And since now the many people have come together, mambo ya bunge imekuwa whipped, imekuwa mob justice. Even to IEBC watafanya mob justice. So they will put the people they want, and if they put the people they want, then there will be a problem. We urge our president, as we promised the people, as we were elected, in a very peaceful way, and don't forget we won with the 200,000, 230 or something like that. Are we building or we are destroying?
the awareness which is there now for public and youth and all these kind of people, mambo ya media, mambo ya masimu na nini, it will give us a lot of problem. IBC is a problem. Kuliko ugonjwa umekuja ya polio. Polio ikitokea is a very dangerous thing. Very, very, very dangerous. Sijasikia ikitangazwa kwa njia mzuri. Sijasikia ikiwa mobilized kwa njia mzuri. Tukiwa na disabled people, a big number, the government atumia pesa nyingi sana because they are our children, lazima we must cater for them. Sijaisikia ikitangazwa kwa njia mzuri. Area gani na mobilization kama inafanywa sasa ya mambo ya health. And I thank for the minister I've seen are working very hard. Lakini minister wa health pia tokea openly mambo ya polio iwekwe kiwazi na itangazwe kwa njia mzuri na Kenyans wahudumiwe. It is very, very important. Inakuwa international. This is where Kenya should be focusing now. Lakini tunaacha mambo ya muhimu, tunaenda mambo ya vita ambaye haiwezi kutusaidia kwa njia mzuri. So both issues ukiangalia sana wananchi inawasumbua. Let's give people ile iko yao. As God said, Jesus alipoulizwa mambo ya kodi, alisema pea Mungu yake na Kaisari yake. Hiyo mgawanyikano hata wa kodi na nini, it is the Bible. And again, let's give the churches. Yeah, with these people in the churches. Kama ni mambo ya polio, kama ni mambo ilikuwa ya civic education, wacha ifanywe na ifanywe kwa njia ya haki. As many people are saying, accusation from one side, not the other side, that they cannot help. Let's balance the Kenyans, all of us. Lakini inaonekana mpangilio, and I want to tell you, tutaanza kujificha sana, lakini Kenyans, they are everywhere. Unajua nani alikuwa hapa last week, nani alikuwa CEO, ni nani amekuwa sasa, ni nini, all these things. And I'm telling you, itakuja kuwa mzigo mzito kuweza kutatua. Please, Your Excellency, try to work hard on those things and don't listen to people. Na uache watu ya fitina. Kwa sababu a big number surrounding you ni fitina tupu. Fitina tupu. If people can agree to come together as we started. Sudi tulikuwa pamoja, Waluku tulikuwa pamoja, Muru Komeni tulikuwa pamoja, na wengine wengi, we are all together. Why can't we even talk? Because now nobody talks with the other. Maybe them they talk. Wale wengine wote tuliwachwa nje. Sijui kwa sababu ya ukabila ama ni kwa sababu ya nini, nobody knows. Ukiona mtu kama mimi, I don't know. I talk what I think, not what I've heard, what I've been told. Nafuatilia tu kupapasa on talking what I think is right. So it's for the president to see how he can put us together.